watengeneze safari ya kwenda mbingu kanisani. Kazi ya Mungu tuifanye, tukubalia tena asubuhi kama hii tupate. Tunawasalimu tena katika jina la Yesu Kristo, tukishukuru Mungu kwa mapambazuko kama hiyo, anatupatia kibali tena ya kufika mbele ya uso wake. Mungu awabariki. Ninaitwa mchungaji Dismasi. Tumefanya kazi ya Mungu katika kanisa la Pentecoste de Reveil Philadelphia. Tunashukuru na tukisema tena mwaka mpya kwa wote wanaotufuatilia kwa kusikia neno la Mungu. Tumeanza mwaka mpya na kila wakati nimesikia Waswahili wanasema mwaka mpya na mambo mapya. Hiyo ninaona kama ni neno nzuri, na liilinganisha na ingelikuwa Kikristo kama tunaifuata vizuri, inaweza kutupatia kujichunguza vizuri mbele ya Mungu. Mwaka mpya na maneno mapya. Sasa mwaka uliopita mimi Mkristo inabidi nijichunguze. Kama sikwenda vizuri kwa mwaka uliopita, huyu mwaka mpya nipate kwenda vizuri mbele ya Mungu. Watu wa Mungu, kuitwa Mkristo si kawaida. Mkristo ni mtu ambaye anapashwa anatenganishwa na wengine kwa hali zake, kwa matendo yake na kwa njia zake zote. Na kenye kinatuma Mkristo atembea kama vile anastahili, apashwa kufuatilia neno la Mungu. Sasa tutazungumza kwa ajili ya neno la Mungu hapo. Kichwa cha neno kinatuambia hivi: tushike maagizo la Mungu kupitia neno lake. Tushike maagizo la Mungu kupitia neno lake, tutafute kuwa waaminifu. Kichwa cha neno letu kio: tushike maagizo la neno la Mungu, tutafute kuwa waaminifu. Tutasoma katika kitabu cha Mathayo sura yake ya 7 mstari wake wa 21 tufike kwa 23. Si kila mtu aniitaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa Mungu wa mbingu, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako? Na kwa jina lako tulitoa pepo, na kwa jina lako tumefanya miujiza mengi. Ndipo nitawaambia hadharani, sikuwajua nyinyi kamwe. Ondokeni kwangu ninyi watenda maovu. Hapo ni neno la Mungu tunatamani kuzungumza kwa siku ya leo. Namna Yesu alikuwa akituambia kwa ajili ya siku za mwisho. Tushike maagizo la neno la Mungu, tutafute kuwa waaminifu. Sasa unaona hizi siku tunaishi sisi wa Kristo, inatubidi kila wakati tushike maagizo ya neno la Mungu. Wakati tunafuata maagizo ya neno la Mungu, itatuma tuwe waaminifu. Na wakati tunakuwa waaminifu, Mungu naye mbinguni atatushukuru na kusema kama nina wale wanaoniamini chini ya jua. Kwa kweli tumemtumikia Mungu, kwa kweli tunaomba Mungu, kwa kweli tumefanya kazi za Mungu. Lakini sasa tumeshika maagizo ya neno la Mungu, tuko waaminifu mbele ya Mungu. Hapa Yesu anaambia watu ati, neno la Mungu linatuambia hapo, si kila mtu aniitaye Bwana Bwana atakaye ingia katika ufalme wa mbingu. Tumeishi siku za mwisho. Dalili za siku za mwisho tunaziona, watu wa Mungu. Si vibaya kuhubiri watu baraka, si vibaya kuhubiri watu mambo mbalimbali, lakini tunapasha kuchunguza nayo wakati ambaye tuko ndani, kama tumefika siku za mwisho. Na Yesu aliahidia kanisa mitume kama nimeenda kuwatarishia makao, lakini nitarudi kuwachukua. Dunia hii si yenu. Tuliambiwa hivi na neno la Mungu, tunaambiliwa hivi: dunia hii si yenu, muko kama vile wasafiri. Na watu wa dunia wakinukataa, mjue kama mimi walianza kunikataa mbele yenu ninyi. Sasa anasema tena hapo,
si kila mtu. Watumikie Bwana ni wengi hizi siku. Kwa makanisa watu wamejaa wengi. Lakini hapa neno la Mungu Mathayo anatuambia hivyo, si kila aniitaye Bwana Bwana niye ataingia katika ufalme wa mbingu. Si kila wote aitaye Bwana Bwana ndio ataingia katika ufalme wa mbingu, bali ni yeye afanyaye mapenzi yangu, afanyaye mapenzi ya Baba aliye mbinguni. Si kila wote ataingia katika ufalme wa mbingu, bali afanyaye mapenzi ya Baba aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana. Sasa kama tuko neno zaidi, mimi nasema hivyo, tunaanza mwaka mpya. Hii mwaka mpya, tujue kama kwa hii mwaka Yesu anaweza rudi. Atujue kama kifo inaweza tukuta kwa hii mwaka tuko hapo tunaanza. Sasa kila wakati Mkristo yamfaa kutayarisha maisha yake ya kiroho. Mimi naona vurugo nyingi katika kazi za Mungu kwa siku za leo. Watu hawaheshimu tena neno la Mungu. Watu hawaheshimu tena maagizo la Mungu. Watu wameibaki kwa kazi ya Mungu lakini hawakubali kuitwa waaminifu. Sasa na kama hatuko waaminifu mbele ya Mungu, tutamtumikia namna gani? Kazi yetu itakuwa bure kwake. Si wote waitawe Bwana Bwana ndiye wataona ufalme wa mbingu, bali ule ambaye anayeshika maagizo ya Baba aliye mbinguni. Siku atarudi, anasema hivi. Wengi watajitahidi kusema kama mimi niliombea wagonjwa kwa jina lako, mimi nilifukuza pepo kwa jina lako, mimi nilifanya kazi hivi na hivi kwa jina lako. Na yeye atatuambia hapo hadharani kusema kama, ondokeni kwa kuwa nyinyi sikuweza kuniona. Sasa kama tunasema juu ya hii neno kwa siku ya leo, ni kutafuta gisi ya sisi kutayarisha kurudi kwa Kristo, kutayarisha mwisho wangu. Kuna siku moja niliwahi kuambia nyimbo, hii nyimbo ilikuwa inanifariji sana. Wakati nilikuwa ningali kijana kanisani. Sasa mwimbaji alikuwa anaimba anasema, ninaogopa sana nikifikiri mwisho wangu, moyo waniuma nikifikiri mwisho wangu, nitakuwa wapi? Nitakuwa wapi? Nitakuwa wapi? Nitakuwa wapi? Nitakuwa wapi? Nitakuwa wapi? Mbinguni wala nitakuwa wapi? Nitakuwa wapi? Nitakuwa wapi? Huyu mwimbaji anasema, nimeogopa sana nikifikiri mwisho wangu. Sasa sijue nitakuwa wapi, ni mbinguni wala jehanamu. Sasa na Yesu hapa anatuambia kwa neno lake, asema si wote wamuitao Bwana Bwana ndiye wataona ufalme wa mbingu. Si wote waitao Bwana Bwana ndiye wataona ufalme wa mbingu. Kwa nini tunaweza kuita Bwana Bwana, tumemfanyizia kazi nyaka nyingi, lakini sasa mwisho siku moja tuje kukosa ufalme wa mbingu? Ni kutokushika maagizo la neno la Mungu, ni kutokuwa waaminifu mbele ya Mungu, ni kutembea kama vile Mungu atakavyo. Anasema siku hiyo wengi watasimama mbele yake kusema kama, nilifanya miujiza kwa jina lako, niliombea wagonjwa wakiponya kwa jina lako, nilifukuza pepo kwa jina lako. Naye atawaambilia hadharani mbele ya watu wote kusema kama, nyinyi sikuweza kuwatambua, ondokeni, ondokeni. Sasa itakuwa shida hapo. Kwa siku za leo nimesikia watu wengi, nimeokoka. Lakini uokovu imefuatana na matendo ya mtu. Uokovu, mtu ambaye ameokoka na amestahili kuwa mwaminifu. Acha mwaka hii tutafute tena kutembea kama vile Mungu atakavyo, kufanya kazi ya Mungu kama vile atakavyo. Dhambi haiweze kutufikisha katika ufalme wa mbingu. Dhambi haiweze kukupatia baraka ndugu. Dhambi haiweze kutuma Mungu akusavie katika ufalme wa mbingu. Kama kuna neno watu wa Mungu wanazoea kusema kama, jina langu limeandika katika ufalme wa mbingu. Lakini si mtu wote jina lake limeandika katika kitabu cha ufalme wa mbingu. Atendaye mema, afuataye maagizo la Mungu, anayekuwa mwaminifu mbele ya Mungu, na ndiye Mungu anaweza kumwandika katika kitabu cha ufalme wa mbingu.
Sio kwa mtu wote amefanya ujanja kwa kazi ya Mungu. Sio kwa mtu wote amefanya ujanja kwa korale. Sio mtu wote amefanya ujanja ndani ya kanisa. Mungu atusaidie. Mwaka utue macho, mwaka utushike desturi na utaratibu ya neno la Mungu. Tutafute kuwa waaminifu. Watu wako tena waaminifu, wanadanganya watumishi wa Mungu, wanadanganya katika kazi ya Mungu, wanatia maahadi hawataki kuyatimiza katika kazi ya Mungu, wamechafua kazi ya Mungu. Lakini tuwe waaminifu, tuwe wenye maneno madogo, tuhubiri neno la Bwana, tushaurie watu vizuri, watumike kazi ya Mungu vizuri. Hauwezi kuwa mtumishi hauna pale kwenye unafundishwa. Hauwezi kuwa kondoo hauna mchungaji ambaye anakuchunga. Kuogopa dhambi ni kitu kia lazima. Mungu atusaidie kwa mwaka huyu, na Mungu atupe nguvu kwa mwaka huyu. Kwa kuwa hiyo siku tusije kwa kuchelewa na sisi tuseme, watuambie kama ondokeni kwa kuwa nyinyi siwahi kuwajua. Mungu atusaidie. Tutamaliza kwa hiyo neno fupi iko hapo chini. Inasema hapo ni kitabu cha Yohana sura yake 15 mstari wa 12 tunashuka chini. Anasema hivyo, amri yangu ndiyo hii, mpendane kama nilivyowapenda. Amri yangu ndiyo hii, mpendane kama vile nilivyowapenda. Hakuna aliye na upendo wengi kuliko huyu mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Nanyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda ninavyowaamuru. Siwaite tena watumwa, kwa maana mtumwa hajue tendo la bwana wake. Ninyi mlionichagua, bali ni mimi niliyewachagua ninyi. Tunaweza simamia hapo. Yesu anasema hivi, kwa yeye mwenyewe anajisemea hapa kwa kitabu cha Yohana, anasema amri yangu ndiyo hii, mpendane kama vile nilivyowapenda. Tendo kuu ambaye najenga ulimwengu, ambaye tatufikisha katika ufalme wa mbingu, ni kupendana kama vile Yesu Kristo alivyotupenda. Pia leo nimeona tendo la upendo imepoa kwa watu. Uasi umeinuka, chuki imeinuka, ugomvi zimeinuka, watu wachukuliane tena. Kanisa limebadilisha sura kwa kuwa upendo umepoa. Na neno la Mungu tena katika Paulo aliyesema hivyo, siku za mwisho itakuwa siku nzito. Watu wengi watageuka na upendo wa wengi itapoa. Sasa nimekichungua kazi hizi siku, nimechungua kanisa, nimeona kama upendo wa wengi mepoa. Uasi umeinuka zaidi. Mtu kuwa mwenzake aone tena kama kuna uoga hapo. Mtu kudanganyia mwenzake. Watu wa Mungu wamechafuana. Wamefika hata kulengo ya kutukana kazi ya Mungu ambaye tumetumika. Na kazi hii sio ya mtu, kazi hii ni ya Mungu. Kama ulipewa kibali ya kuongoza kanisa, wewe unajua kama wewe uko tu mchungaji, lakini mwenye kazi iko, na siku moja atakuja kuchunguza kazi ambayo tumefanya. Mwaka huu tumwache tutengeneze tena kazi. Upendo wa wengi na poa. Na hii ni amri kubwa Yesu alituachia, kusema kama mpendane kama vile mimi nami nilivyowapenda. Kwa ajili ya upendo wake aliacha ufalme wa mbingu na akakubali kuja kupigwa msalabani. Sikusema dhambi Yesu alikuwa nayo, alijitoa kwa ajili ya dhambi zetu na akaonesha upendo wake. Na ndio aliacha hiyo amri kuu kwa kanisa, mpendane kama vile nilivyowapenda. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sijui hii siku nakuta upendo umepoa. Watu wamefanya madivorce kila wakati, wamelunga ndoa kanisani, wamevalisha, wametia kiapo mbele ya Mungu, kama hata katika shida sitakuacha, hata uzae usipozaa sitakuacha, ukosefu kiingia sitakuacha. Kenye kitatutenganisha mimi na wewe ukose ni kifo ama kurudi kwa Yesu Kristo.
Lakini leo inakuwa nasikia tena kuna kwa neno inaitwa divorce, na inafikia kwa lengo la watu wa Mungu kuikubali na kutia tena muhuri kama tumeachana. Sasa tuwe tunaogopa kitu tulitia muhuri mbele ya Mungu, ni kusema sitakibadilisha, hata shida ikije, hata matakizo ikije, siweze kubadilisha. Yesu alikubali kuja kutufia, na wakati vita ile shida zilikuja kwake nzito, ameanza kuangamizwa, alijipa moyo tu na kusema, Baba, ikiwezekana kikombe hiki ukinipitishie, lakini yasiwe mapenzi yangu bali yawe mapenzi yako. Watu wa Mungu, mwache tufanye kazi ya Mungu kwa vema. Tupendane kama vile Kristo alivyotupenda. Tendo inaitwa upendo. Upendo inajenga familia. Upendo inajenga nyumba. Upendo inajenga kazi ya Mungu. Upendo inajenga kabila. Upendo inajenga nchi yetu. Pasipokuwa na upendo watu wamemalizana. Pasipokuwa na upendo yatatuma tusione ufalme wa mbingu. Pasipokuwa na upendo katika huduma la kazi la Mungu, tutakosa mbingu. Na mashauri tunawaletea kwa kwanza mwaka hii, tutengeneze tena njia zetu. Si kwa kusema nyinyi wenyewe, na sisi hata tunawafundisha. Na bili na sisi tutengeneze. Si wote wanitae Bwana Bwana ambao watakaona ufalme wa mbingu. Shurti kubwa ninanuachia, mpendane kama vile nilivyowapenda. Sasa unakuta hapa kuko mtego iko hapo. Mungu atusaidie. Tunasogea kwa mstari wa pili. Hakuna aliye na upendo wingi kuliko huu wa mtu kutoa ufalme wake kwa ajili ya rafiki zake. Hapa Yesu wewe mwenyewe anaonesha upendo wake kwetu sisi. Hakuna mtu mwenye kuna upendo kama huyu, mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Aliyafanya msalabani, akatoa uhai wake kwa ajili yetu sisi. Nanyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda ninayo waamuru. Yesu anasema hapa nini? Na nyinyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda yale ninao waamuru. Lakini aliacha anasema mupendane kama vile nilivyowapenda. Wakati nimekupenda ama nao umenipenda, tumekuwa rafiki ya Yesu Kristo, kwa kuwa tumefanya yale anaotuamuru. Lakini wakati nimekukataa na umenikataa, hatuko tena rafiki wa Yesu Kristo. Mstari unatufuata unasema nini? Siwaite watumwa, kwamba mtumwa hajue atendalo bwana wake. Yeye atuite tena watumwa, kwa kuwa mtumwa ajuapo atendao bwana wake. Si nyinyi mlinichagua, bali ni mimi niliowachagua ninyi, niliowachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda. Tunaweza achia hapa kwa yone. Anasema siye yeye sio sisi tulimchagua, lakini yeye ndio alituchagua. Kama umesimamia kazi ya Mungu kwa leo, jua kama Yesu alikuchagua. Kama una kibali ama karama fulani ya uimbaji, ya uevangelisti, ya kuombea watu, wewe unajua kama Yesu ndio alikuchagua. Na inakubidi ufanye nini sasa? Uifanye kwa unyenyekevu, ufanye kazi ya Mungu kwa upendo, ufanye kazi ya Mungu kwa kuogopa dhambi. Kitu kinaitwa dhambi akiweze tena, akingelikuwa tena kinaonekana ndani ya kanisa. Dhambi haiwezi tena kuonekana kwetu sisi watu wa Mungu katika siku hizi tunaishi. Siku zimetuishia ya kubaki hapa chini ya mbingu. Inabidi sasa tuwe waaminifu mbele ya Mungu, kwa kuwa tujue siku wala saa mchungaji atarudi. Atatustua. Sasa akatukuta tuko katika dhambi kanisa. Akatukuta tuko katika dhambi watumishi wa Mungu. Hii kanisa haipende hii kanisa. Huyu mtumishi apende hii kanisa, apende huyu mtumishi. Inakuwa kitu kinaitwa ufitina kwa kazi ya Mungu. Lakini mjue kama dunia itapita na kitaobaki ni ufalme wa mbingu. Sasa shauri tunaweza kuwapa ni kutii neno la Mungu na kuwa mwaminifu. Gisi tunasoma neno la Mungu, si wote waniitao Bwana Bwana ndio watakaoingia katika ufalme wa mbingu. Fanya kazi yote, lakini unajiuliza atakaporudi
nitaingia katika ufalme wa mbingu. Atakaporudi, neno inaitwa upendo itaonekana ndani yangu. Mungu awasaidie. Na uwe shujaa katika mwaka huu. Uwe macho katika mwaka huu. Tengeneza maisha yako ya kiroho. Mchungaji, waambia watu kweli, kwa watengeneze safari ya kwenda mbingu kanisani. Kazi ya Mungu tuifanye kwa upendo. Kazi ya Mungu tuifanye kwa umoja. Kazi ya Mungu tuifanye kwa ushirika. Tupiganishe adui wetu shetani. Madalili za shetani zinainuka kuwa nyingi. Hatujui uyu mwaka utakuwa namna gani. Itakuwa mwaka wa amani, itakuwa mwaka wa mvua, itakuwa mwaka wa jua, na hiyo yote nakuja majaribu kwa mwanadamu. Lakini kama imekuja inatukuta tuna upendo ndani yetu, tutaomba na tutashindwa jaribu. Mungu awabariki. Mungu awajalie neema. Mungu awape tena nguvu. Na hiyo yote tuko tumefanya, kenye zaidi tunaomba siku moja iwe wewe, iwe mimi, tukutanike katika ufalme wa mbingu, na itakuwa vizuri kwetu sisi. Basi Mungu awabariki na muendelee kudumu katika neno lake. Mwaka huu iwe wa amani kwenu, mwaka huu iwe upendo kwenu. Tunashukuru, tutaenda kuomba Mungu. Mungu atuwezeshe tuwe waaminifu mbele yake. Baba, tunakushukuru kwa neno lako. Umetukubalia tena asubuhi kama hii tupate kutoa neno lako kwa watakatifu. Sasa tunaombea watu wako. Mwaka uliopita wewe ndio unaijua kazi yetu namna tuliyefanya, matendo yetu namna ilikuwa. Ilionekana tulikuwa wadhaifu, ilionekana tukutembea vizuri. Samee kanisa lako kwa mwaka uliopita. Samee watumishi wako kwa mwaka uliopita. Waliorudi nyuma wasamee. Waliofanya kazi yako kwa udhaifu wasamee. Huyu mwaka utupe tena nguvu. Huyu mwaka tusaidie tena. Magonjwa ishindwe, njaa ishindwe, ukosefu ishindwe. Inohangaisha watu shida za dunia. Wewe ndiye Mungu. Wanaokuwa katika nchi, wanaokuwa nje ya nchi, wanaokuwa katika nchi sio kwa za kwao, uwasaidie hapo, lakini wape nguvu ya kuwa waaminifu. Wape tena nguvu ya kutimiza mapenzi yako. Magonjwa ipotee kwetu, tushindie magonjwa mwaka huu. Tushindie mvua ya kuua na kuharibu. Na utusaidie Mungu wa milele. Uturudishie tena upendo ndani yetu. Kanisa ijaa upendo. Majamaa yetu ijaa upendo. Tuwe upendo na majirani. Kazini hapo watu wawe na upendo. Kwa kuwa adui shetani amekwisha kutia mioyo ya watu imejaa chuki. Mioyo ya watu inajaa uwaji. Kwa jina la Yesu hizo tunaivunja. Mungu, usaidie tena. Upendo wako rudi ndani ya kanisa. Upendo wako rudi tena ndani ya mioyo yetu. Roho Mtakatifu akituongoza na kutusaidia. Basi usaidie kila umoja wote. Umpe nguvu na ujasiri. Yale atajaria kufikia, Mungu muwezeshe. Pana baraka kwa walio wako. Saidia kazi yako ulimwengu nzima. Saidia watumishi wako ulimwengu nzima. Saidia Kristo wenye kuwa katika shida na matakizo. Magonjwa tunaikemea kwetu. Shida za dunia tunaikemea. Mungu, utusaidie tuendelee kuwa waaminifu kwako. Tunasema asante kwa kuwa utatenda na utafanya kupitia jina la Yesu Kristo. Amin. Mungu awabariki. Tunaweza kuachia hapa kwa siku ya leo. Na kama utakuwa na lazima kutuuliza ama kuongea tena kwa ingine kitu, au unaweza kutuongezea vingine, tutanupa nimero zetu za telefoni ni 0788439754. Mungu awabariki. Asante.